Abraham Kiptum na Jacqueline Chepngeno ndio washindi wa mbio za Nandi za kilomita 21 zilizoandaliwa hii leo katika eneo la Kapsabet. Wawili hao ambao ndio wa kwanza kushinda mbio hizo walitia kibindoni shilingi 500,000 kila mmoja. Lengo la mashindano hayo ni kukuza vipaji vya riadha katika eneo hilo na pia kusaidia katika ujenzi wa kiwanja kitakachotumiwa na wanariadha. Zaidi ya 1000 walishiriki mashindano hayo ambayo yatakuwa yakiandaliwa kila mwaka. Miongoni mwa waliohudhuria mashindano hayo ni mshindi wa mbio za London Eliud Kipchoge, bingwa wa mbio za mita 800 Janet Chepgosgei na mwanariadha mkongwe Kipchoge Keino. Mbio haikuwa mbaya, nimefurahia hii mbio na nimefurahia kuwin. Hii ni mara yangu, nimefurahi sana. I was in a good shape after this time. I hope the next race, Spain, I will go and try my own best to run under 61-60. Na hofu imewakumba wakazi wa Huisero katika kaunti ya Kakamega baada ya genge lisilojulikana kuwasumbua wenyeji katika sehemu hiyo na uhalifu, hali iliyosababisha watu 8 kuuawa katika muda wa wiki moja pekee. Mwanahabari wetu Robert Wanyonyi alifika katika eneo hilo na kufanya upekuzi kuhusu mauaji hayo. Taswira hii inadhihirisha kuwa pameharibika jambo kiusalama katika soko ya Ikolomani magharibi mwa Kenya. Na kwa sababu hiyo, hofu imewavaa wenyeji baada ya boma kadhaa kushambuliwa. Huyu ni marehemu Kelvin Sunguti aliyeuawa kinyama. Nimesikitika kwa kifo yake sababu ndio kijana wangu wa kwanza mvulana. Mkuwa nimemkuza kwa njia ya uhasala. Ninashangaa vile mtoto wangu anaweza uliwa barabarani masaa bado saa 3 na hakuna security, polisi wako lakini hata sijui kama wanatembea ama hapana. Wenyeji wanadai kuwa vyombo vya usalama vimekaa kimya. Haya yanapotendeka wakati wote hatuoni ile hali ya kufuatilia kwa njia ambayo ni mwafaka. Mtu anaweza kuuawa tu kwa hapa kwa duka, lakini akipiga simu itachukua muda mrefu sana ndio polisi watoke huko. Wanadai kuwa kuna genge la majangili ambalo hushambulia, kujeruhi na kuua, huku pia likipata fursa ya kusambaza vijikaratasi vya kutishia wenyeji mashambulizi zaidi. Mtihani sasa ni serikali kuingilia kati wasiadhirike zaidi wenyeji jinsi wanavyodai. Maisha ya watu kuishi wakiwa katika hali ya wasiwasi, hujui ni lipi litatokea wakati gani, ni maisha ambayo inatukera sana. Tunalala, tunatekemeka tu. Tujui mambo ya Huisero Emahene itakuwaje kuonekana na kifo ya huyu kijana na ule kijana wengine waliwawa. Ongezeko la visa vya mauaji katika eneo la Huisero ni jambo ambalo limewatia wananchi wasiwasi, ambao sasa wanatoa wito kwa serikali kuwajibikia swala hilo na kuimarisha hali yao ya usalama. Robert Wanyonyi, KTN leo katika kaunti ya Kakamega. Na mbunge wa eneo la Rongai, kaunti ya Nakuru, Raymond Moi ametoa changamoto kwa waziri wa elimu Fred Matiang'i na tume ya TSC kuajiri walimu zaidi ili kuimarisha elimu katika eneo bunge hilo. Moi alikuwa akizungumza katika shule ya upili ya Burgei wakati wa uzinduzi wa miradi ya elimu ambao utagharimu shilingi milioni 7.2 unaofadhiliwa na serikali ya Japan. Balozi wa Japan nchini Tatsushi Terada alishuhudia shughuli hiyo. Aidha, Moi alitoa hundi ya shilingi 1173 ili kuwasaidia wanafunzi kutoka familia zisizojiweza. Parents around this area are not particularly financially well off. So for them to build schools and then to pay teachers, it becomes a financial burden. We are therefore asking the government to assist. If you go to any school in Rongai, you would have maybe 2-3 teachers from the TSC, Teacher Service Commission, and the rest will be funded by parents. And I think that contributed immensely to the poor performance of students in Rongai constituency.
Mwanafunzi mmoja kutoka shule ya upili ya Charles Lwanga kule Kandara anatafuta haki baada ya madai ya kupigwa kiasi cha kung'olewa meno na wanafunzi waliomzidi umri wa kidato cha 3 shuleni humo. Juhudi za mzazi wa mwanafunzi huyo za kuzungumza na walimu wa shule hiyo ziligonga mwamba baada ya walimu kudaiwa kujificha ofisini. Elvis Kosgei anaarifu. Anatembea na imani mkononi, pengine akiliandama jambo ambalo limekuwa likimkera moyoni kwa muda sasa, lakini alilotarajia huenda halijakuwa. Maskini mama huyu akarejea huku uso wake umeota mapetro ya majuto, hana pengine pa kuutia. Bishabisha zake hizi zinatokana na uchungu wa mwana ujuaye yeye. Mwanafunzi huyu mwenye umri wa miaka 15 anadaiwa kupigwa na wanafunzi wa kidato cha 3 wa shule ya upili ya Charles Lwanga kiasi cha kung'oa meno mawili. Nimekuja kuangalia transfer, lakini vile nimekuja hawakunipigia, hawakufungua mrago, wamefunga mrago. Tulikuwa preps after saa 3, ilikuwa on Saturday, tukaenda kulala. From this wakatuita huko kwa dom ili watupike. Walikuwa wanasema eti hatuwaheshimu. Vile walituita tukalisha chini, tukaketi, ndio wakaanza kutupiga. Jambo lilowafanya kuja shuleni kubaini kulikoni. Inadaiwa walimu waliposikia wamekuja kuibua maswali zaidi walijificha katika afisi hizi. Toni na Goro wakaning'oa meno 2. Hiyo ingine nayo ya katikati inatingika. Sasa mtoto wangu atabaki kukaa nyumbani, sijapewa transfer na nilikuwa nimekujia transfer, asikae nyumbani juu hata ako na stress. Hata hivyo, wadau wanahusika katika eneo hili wamemtaka mwalimu mkuu wa shule kushughulikia swala hili mara moja. Juhudi za kupata kauli ya shule ziligonga mwamba hadi wakati tunapoenda hewani. Elvis Kosgei, KTN News. Na mtazamaji, ni matumaini yangu kwamba usimamizi wa shule hiyo ya Charles Lwanga utawachukulia hatua kali wanafunzi ambao walihusika katika dhulma hiyo dhidi ya mwenzao. Na tukiendelea na taarifa zetu, mzozo unanukia kati ya gavana wa Embu Martin Wambora na wawakilishi wa wadi. Wawakilishi hao wa wadi wanataka mwachishe kazi mmoja wa mawaziri wake. Mwanahabari wetu Francis Mtalaki anaarifu. 2014 ni wawakilishi wa wadi kaunti ya Embu wakiwa katika mkao wakielezea kuadhibishwa kwao na jinsi mkuu wa wafanyikazi katika wizara ya ardhi na maji Stephen Kinyua amekuwa akihusika na ufujaji wa fedha kaunti ya Embu na miradi kukwama. When the matter or the project was inaugurated by the county government, the purpose was that every school in Embu County must have a water tank. Even after the advice of the budget committee during the budget implementation status hearing, Mr. Speaker, as per the provisions of Public Finance Management Act section 166, that food has never been regularized to date. That's a criminal offense. The county government bought water tanks and they are littered all over. Some water tanks delivered to schools and paid for have never been mounted to be able to receive rainwater because they were meant for rainwater harvesting. You look at the water tanks, they are indicated in white paint that they are 12,000 liter water tanks. You look at the inscription of the manufacturer, the tanks are clearly inscribed 10,000. So at what point did a water tank bought of 10,000 liters increase its capacity to 12,000? Wote hao sasa wanamtaka gavana wa Embu Martin Wambora kumpigia kalamu Stephen Kinyua, kando na kuongeza kuwa hana uwezo wa kutekeleza majukumu yake ipasavyo. Kwa sasa itasubiriwa kuona ni vipi miradi kama hii ya maji itakavyoendelea, huku swala la kumtimua kwake afisa huyo likiendelea. Baadhi ya miradi hii tayari ipo na imezinduliwa na kupokea ufadhili kutoka kwa mashirika mbalimbali, kando na kuwa ni hatua ipi gavana Martin Wambora atakayoichukua. Francis Mtalaki, KTN News.